Upande wa pili, Robert anapewa kazi ya kupeleka mzigo West Virginia, ambao ulikuwa ni mzigo wa mtu wao maalum sana au mteja wao wa muhimu sana. Hivyo alimsisitiza Robert aweze kufikisha ule mzigo. Lakini kabla Robert hajafika, anapokea simu kutoka kwa Diana ambayo ilimwambia Prescott anataka waonane sasa hivi. Baada ya kusikia hivyo, Robert anaamua kuliacha na kulitelekeza lori na kutokuijali kazi ya familia ya mke wake. Anaamua kukimbia na kwenda kwa Prescott kuonana naye, ambapo Prescott anampa mkataba wa dola 800,000 ambazo kwa Kitanzania ni kama bilioni 2 na milioni 80 na sehemu. Lakini Robert alikataa mkataba huo licha ya hali ngumu, nyumba yao kuwa kwenye bondi, ambayo hela ile ilikuwa ina uwezekano wa kwenda kuikomboa nyumba ya mama yake na Melinda. Robert alikataa mkataba huo kwa kuwa alikuwa anataka mkataba wa ushirikiano au licensing deal, ambao tunasema bila licensing deal ina maana Robert angepewa zile dola 800,000 au bilioni 2 wangekuwa wamemalizana, lakini licensing deal ina maana kwamba Robert atakuwa anapata faida siku baada ya siku ambapo beti lake linavyouzwa katika kipindi chote cha maisha yake. Kwa hiyo Robert baada ya kunyimwa licensing deal anaamua kuondoka na mfano wa beti lake au prototype. Baada ya kukataa deal, Robert anaamua kurudi nyumbani. Anaporudi nyumbani anaanza kulaumiwa. Lakini baada ya muda mchache Melinda naye anafika na kesi nyingine ya wallet ya Diana katika gari. Melinda anaanza kumlaumu, lakini Robert anamwambia Diana aliingia kwenye lile gari kwa ajili ya kumkutanisha yeye na Prescott, lakini kwa bahati mbaya ndo akasahau ile wallet. Baadaye akamwambia kwamba aliliacha gari la familia katika barabara ili aende kukutana na Prescott, ambapo alimwahidi dola 800,000, takriban bilioni 2, lakini alikataa. Baada ya hapo Melinda alishikwa na huzuni sana na kumuona Robert ni kama mbinafsi, kwa kuwa kichwani mwake aliwaza ile ni pesa ambayo huenda wangeweza kukomboa nyumba na pia kubadilisha maisha yao. Lakini Robert alimweleza kuhusu licensing deal, hivyo aliweza kukataa na anaamini ipo siku atakuja apate dili la maana. Melinda alielezwa hayo yote, lakini alikuwa haelewi kwa sababu baada ya muda mchache ilikuwa inaeleweka kwamba nyumba yao inaenda kupigwa mnada. Na baada ya kujua hivyo, dada zake walimshinikiza kwamba yeye na Robert inabidi wapeane talaka. Melinda anaamua kumpa Robert talaka, lakini Robert anaonekana kutokuridhishwa. Baadaye anaomba msamaha sana, lakini Melinda anagoma kumkubalia. Baada ya kupeana talaka, Melinda anakosa hapa kwenda kukaa na kuamua kwenda kuishi kwa dada yake Brenda. Lakini Robert anakosa makazi kabisa. Robert alienda kukaa sehemu za nje, na baada ya kuongea na Diana kujua kwamba Robert hana sehemu ya kukaa, akaamua kumchukua na kuanza kukaa naye. Robert akiwa anakaa kwa Diana hakukata tamaa na kuendelea na beti lake. Baadaye Prescott walikuja kufikiria na kugundua kwamba beti la Robert lina thamani kubwa katika soko la nishati, na thamani yake itaenda kubadilisha mambo makubwa sana katika soko la nishati, na wanagundua kuwa ina thamani zaidi ya ile dola 800,000. Hivyo baada ya muda Prescott wanamfuata tena Robert na kuamua kumpa mkataba wa moja kwa moja pamoja na licensing deal. Wanampa cheki ya kwanza ambayo ilikuwa ina thamani dola milioni 75, ambayo kwa pesa za Tanzania ni kama bilioni 195 na sehemu, huku akiwa amepewa mkataba wa licensing deal, hiyo ikiwa ina maana kwamba mauzo yote ya lile betri ana sehemu yake ya malipo ambayo atakuwa anaendelea kuipata katika maisha yote. Robert baada ya kupewa ile cheki ya kwanza ya pesa nyingi, anaamua kwenda kumtembelea Melinda kazini kwake, lakini Melinda anamfuata na kuanza kumdhihaki huku akimuuliza, "Vipi, umeazima suti?" Lakini Robert anamsikiliza kwa ukarimu huku akianza kumwambia anashukuru sana kwa kumpenda, kwa kumthamini, lakini pia kwa kumpa nafasi na kumpa imani kwa kipindi chote, lakini pia anamshukuru kwa kumvumilia. Na hapo akaanza kumuomba msamaha na kumwambia anamuomba msamaha sana kwa kuwa ndoto zake zilichelewa kutimia. Na baadaye anamwambia kuwa kamnunulia nyumba ya mama yake ambayo ilipigwa mnada au foreclosure, na kumkabidhi cheki ya dola milioni 10 ambayo kwa Kitanzania ni kama bilioni 26. Baada ya kumkabidhi ile cheki, Robert anaamua kurudi kwa Diana. Melinda anarudi na ile cheki nyumbani, anawakuta dada zake, anawaonesha ile cheki, lakini kwa mara ya kwanza hawakumwamini. Baadaye anawaambia kwamba ile cheki amepewa na Robert, na kisha akaanza kuwalaumu kwa kumshawishi kupeana talaka na Robert. Baada ya muda Melinda anapata wazo la kwenda kwa Robert na kumwomba msamaha. Anaenda kwa Robert katika apartment yake na kuanza kumwambia kwamba hayo ndio yalikuwa maisha ya ndoto yao na ndio maisha ambayo alikuwa anamwahidi kwa muda mrefu sana. Lakini baada ya muda anagundua kwamba Robert anaishi na Diana, na baada ya hapo Diana anajitambulisha na kumwambia kwamba yeye ni mchumba wa Robert.
Melinda anapata wivu na hasira kubwa na kuamua kuondoka. Na hivyo ni baada ya kugundua kwamba Diana anaishi maisha yake ambayo aliyahangaikia, kuteseka na kuyajenga kwa muda mrefu sana. Pia alikumbuka ile siku ambayo Robert alimwahidi maisha kama haya. Kwa mfano, kuishi naye kwenye jengo la kifahari, kwenda naye Paris, kuwa kwenye private jet, kufunga naye ndoa ya gharama na pete ya gharama, pamoja na gauni la harusi la kifahari sana. Melinda akiwa na hasira, anaapa kuwaharibu wanandoa hao. Baadaye anawasilisha mashtaka dhidi yao, akidai kuwa makubaliano ya Prescott yalifanyika kabla ya taraka yao, akiwa anamaanisha kwamba sehemu ya mapato ya mkataba wa Robert na yeye anapaswa kufaidi kama mtalaki wake. Lakini kesi inakataliwa na jaji anamwambia kwamba kiasi chochote ambacho Robert alimpatia ilikuwa ni fair vya kutosha na hakustahili. Baada ya jaji kukataa madai yake, Melinda anakuwa mtu mwenye hasira sana na anaanza kuwa mtu mwenye fujo kati ya Robert pamoja na mke wake Diana, ambayo inapelekea Diana na Robert kufungua kesi. Melinda anaitwa mahakamani na baadaye anapewa maagizo ya kuzuiwa kuwa karibu yao, au niseme restraining order. Lakini tabia ya Melinda inazidi kuwa mbaya, ambapo inapelekea mpaka ndugu zake kumgeukia, na Robert na Diana wanashauriwa kuwa na mabodyguard kwa ajili ya ulinzi wao zaidi, na pia kuchukua hatua za usalama katika nyumba yao. Baada ya kugundua mpango wa harusi, Melinda anagundua kwamba gauni la kifahari ambalo Robert alimwahidi kulivaa katika siku ya harusi yake, kwa sasa atalivaa na Diana. Na alishajua linapopatikana, hivyo akaenda katika lile duka na kuliharibu lile gauni. Robert baada ya kuona gauni limeharibiwa, anagundua kuwa atakuwa ni Melinda aliyeliharibu. Na baadaye Diana na Robert wanaamua kupeleka mashtaka mahakamani, ambapo Melinda anakamatwa na kufungwa kwa siku 40, huku akiambiwa baada ya kutoka ataendelea kuwa katika restraining order au kukaa mbali nao kwa lazima. Baada ya Melinda kutumikia kifungo cha siku 40, anatoka na kuamua kufuata ushauri katika mtaalamu wa mambo ya akili, ambapo alianza kumwelezea na kumwambia kwamba Robert amemfaidi sana, lakini baada ya mafanikio yake ameenda kuishi na mwanamke mwingine, ingali yeye ndiye aliyepata tabu katika kuhangaika kwake. Baada ya kumsimulia stori kamili ambayo tumeiona katika hii movie, mtaalamu anamshauri namna ya kukabiliana na tatizo lake, huku kwa mara ya kwanza akimwambia kwamba yeye ana tatizo la kiafya ya akili ya borderline personality disorder, ambao kwa Kiswahili naweza nikasema ni utata wa utu wa mpaka au utu na mipaka. Hali hiyo ya Melinda ya borderline personality disorder inazidi kuwa mbaya baada ya kugundua Diana ni mjamzito. Siku ya harusi ya Robert, familia na marafiki zake wanamzuia Melinda kuondoka nyumbani, lakini Melinda anapuuzia na kuondoka na kwenda mahali ambapo Robert alikuwa anafunga harusi na Diana. Baada ya kufika pale, kitu cha kwanza kukiona ilikuwa ni boti. Ndipo Melinda akakumbuka tena ile ni boti ambayo Robert alimwahidi kwamba watafungia harusi yao pamoja. Jambo lile lilizidi kumchanganya sana Melinda. Baada ya kuona hivyo, anaamua kuanza kufanya mpango wa kuharibu harusi isije ikafanyika. Baadaye Melinda anaingia kwenye meli kwa kujificha na anamkuta Robert. Anaanza kumwelezea namna ambavyo Robert amemuumiza sana. Wanaanza kubishana na mwishowe anampiga risasi. Baadaye anaanza kuwaamuru wafanyakazi wa ndani ya meli kwa nguvu, kwa kuwa alikuwa ameshika bastola, kwamba waruke ndani ya bahari. Kisha Robert anampitia Melinda na kumrusha majini. Baadaye Diana anamkuta Robert akiwa amepiga risasi. Robert anamwambia akimbie na aondoke na boti. Baadaye Melinda naye anarudi ndani ya boti. Anamkuta Robert akiwa bado hajafa. Anaanza kujaribu kumuua Robert kwa kutumia shoka. Sasa katika harakati za kuzuia shoka, Robert kwa bahati mbaya anagusa kitufe, ambapo kwa bahati mbaya inapelekea kutengua mnyororo na kumfunga Melinda miguuni na kumtupa ndani ya bahari. Baadaye Diana anarudi pamoja na wafanyakazi na kumfariji Robert.